Bana, leo Mashavu amefanywa surprise baada ya kuwa yuko ndani, wakaja yule bibi yake Awadhi pamoja na mmiliki halisi au halali wa hiki chumba ambacho walikuwa wanaishi. Na yule jamaa alikuja akasema amechoka kulala nje ya chumba chake, anataka kurudi ndani. Mashavu akauliza, ni nini ambacho sikijui kuhusu wewe Awadhi? Mbona kuna vitu vingi unanificha? Lakini Awadhi aliendelea kumtuliza mke wake ili mazungumzo yale yaishe kwa amani. Huku upande wa Chiku bado kachafukwa na Siwa ndo anazidi kuchochea ya kwamba kile ambacho kinaendelea wahakikishe wanammaliza kabisa binti Msumi. Na huku wakiwa wamemwacha mzee Kikala akiwa na mawazo sana, kwa sababu yule ni mke wake, pamoja na kwamba alikuwa hamtaki kwa sababu bado alikuwa hajampa talaka. Lakini kwa upande wa Marawa, yeye alikuwa anaendelea kusherehekea baada ya Chiku kupandisha hasira, na alikuwa anaongea kabisa tena mbele za watu akisema kwamba leo bubu wetu ameongea. Kuna mabubu wengine haongei, lakini leo bubu wetu kaongea. Na hiyo ndio damu ya Kikala. Yaani damu ya Kikala haijawahi kuwa imetulia kabisa. Pamoja na kwamba anaonekanaga yeye sio wa kuongea, lakini leo ameongea, na hicho ndicho kinachothibitisha kwamba huyu ni binti wa mzee Kikala. Huku kwa upande wa binti Msumi, pamoja na yote aliyoyafanya, basi bado anaendelea kuzungumza maneno ya kashfa, na anasema kwamba hatakubali kabisa kitu chochote akiwatokee binti zake. Pamoja na hayo ambayo yametokea, amekwazika sana na hato wasamehe kabisa familia hii ya mzee Kikala. Huku kwa upande wa Vene, leo amefuatwa na mama mkwe ambaye alikuwa ndo anatarajia awe mkwe wake kwa sababu bado ndoa haijafungwa. Na baada ya kufuatwa akapewa pesa, akaambiwa kwamba sitaki kuone ukiwa unaendelea na mahusiano na mwanangu. Yaani sitaki kuona wewe na Adili mkikutana kabisa. Na kitu kile kilivyotokea, Vene baada ya kupewa ile pesa alikataa na kusema siwezi kupokea pesa hii. Akakimbia na kuondoka mahali hapo.